Ndugu zangu, tumekuwepo ndani ya miaka mitano. Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu sana. Miaka mitano sio kazi ndogo. Sio kazi ndogo. Tulikuwa na wenzetu wengi, tunapata taarifa nyingi zinazohusisha wenzetu wenye nafasi ya aina hii ya kimkataba tuliodhaminiwa wametangulia mbele za haki. Lakini sisi, Mwenyezi Mungu amekuwa na sisi muda wote. Ametupenda, ametuepusha. Kuna majari, kuna magonjwa, kuna dharura nyingine kadha wa kadha. Lakini Mungu ametuepusha sote. Kadiri tulivyoingia ndivyo kadiri tunavyoondoka. Kwa hiyo ametuhitimishia vyema. Ndugu zangu, yako mengi ambayo tumeyafanya. Lakini haya mengi tuliyoyafanya ni kwa kuongozwa na kanuni, sheria na taratibu. Iko miradi mingi ambayo imetekelezwa mpaka sasa. Tulikuwa na shule chache ambazo zilikuwa 9, lakini leo kata zote 14 zina shule, na bado kuna shule nyingine, shule za sekondari, na kuna sehemu nyingine kata moja sasa hivi zimeongezeka na kuwa shule za sekondari 2, ambapo kule ukienda Chirulumo ilikuwa ni shule iliyoongezeka ndani ya kipindi hiki cha hii miaka tulionayo. Lakini bado iko ile shule ya Mkama sekondari, bado iko shule ya kule Ikana sekondari, bado kuna shule ile ya Mkomba sekondari. Hizi zote ni shule zilizoongezeka na kufanya kufikia shule za sekondari 14. Sasa sio kazi ndogo ambayo imefanywa, na hii kazi imefanywa kupitia serikali kuu na serikali za mitaa. Maki bado kuna sehemu ya fedha ambazo tumepokea toka serikali kuu, lakini bado kuna fedha ambazo tumezitafuta wenyewe za mapato ya ndani, zimekuwa zikienda zikitekeleza utekelezaji wa ujenzi wa miundombinu. Samia we! Samia we! Ndugu zangu, katika hayo yote bado vile vile tumeendelea kwenda hapo na Mimongo. Serikali kuu bado imeleta fedha, na ndio shule ambayo sasa hivi miundombinu ya mabweni inaendelezwa pale kujengwa, tukiwa na matumaini kwamba sasa itakuwa ni shule ya pili tukitokea Chikanamlilo, ile shule ambayo ina high school, kwa sababu eneo letu lina high school moja, na hiyo itakuwa ni high school ya pili. Na wakati huo huo tukiwa na mategemeo kwamba kati ya tarafa 3 ni sharti na tarafa iliyobaki, kama moja ya maelekezo ya serikali, tunatakiwa kuongeza high school nyingine, ingawa haiwezi kuzuiwa kwa mujibu wa idadi ya shule tulizonazo, ambapo na nyingine inaongezeka kule Nsanzia kata ya Chirulumo inayobeba sekondari ile toka kwa wananchi wa kata 2, Mkurwe na Chirulumo, ambapo sasa kati ya 14 zinakwenda 16. Lakini vile vile tunapata ile ya Mabibo, ile shule ya sekondari ya wazazi. Kwa hiyo bado tunakwenda na shule karibuni takribani shule 17 ambazo ni shule zilizoko ndani ya halmashauri hii. Ndugu zangu, bado ipo miundombinu ya shule za msingi nyingi zimeendelea kuboreshwa, lakini tumekuwa na vituo vya afya ambavyo toka vituo vya afya 2 na leo tumekwenda kati ya vituo vya afya visivyopungua 5 vya serikali. Kimeongezeka kituo cha Msangano, kimeongezeka kituo cha afya Mkurwe, na kimeongezeka kituo cha afya kule Kapele, pamoja na miundombinu ambayo bado tunaendelea kuiendeleza pale Kapele. Na tunao matumaini makubwa kwamba pamoja na serikali kuu kuendelea kuleta fedha, lakini bado hata sisi tunaendelea kupeleka fedha, ambazo mpaka sasa tunaendelea na umaliziaji wa jengo la maabara pale. Katika yote bado mtandao wa barabara umeendelea kuwepo, pamoja na kwamba bado uhitaji wetu ni mkubwa, na kwa sababu kabisa yuko hapa mwakilishi wa serikali kuu mteule wa rais, tunajua hata tunapokuwa tunawakabidhi ninyi leo, haya mtaendelea kubaki kuyasimamia, na yeye akiwa anaendelea kusukuma kwa maana ya kuikumbusha serikali
ili huku kwetu kijijini nako kuonekane kunakuwa na mabadiliko. Maana kama majengo ya utawala sasa yako, na leo tuko ndani ya jengo la utawala, ofisi ya mkurugenzi yenye hadhi kabisa, ambayo imekwenda na karibuni takribani bilioni 2.5 kule zimeendelea kutumika hapa, ambayo ni eneo la majengo ya mfano kwa matumizi sahihi, matumizi madogo, nje ya halmashauri nyingine ambazo zimetumia zaidi ya bilioni 4-5 kwenda mbele. Na hata Mheshimiwa Waziri Kassim Majaliwa Mbunge, waziri mkuu, alipowahi kutembelea hapa, alisema anavutiwa na matumizi sahihi ya kubana fedha. Jengo zuri limejengwa kwa pesa ndogo, wakati ule tulikuwa na bilioni 1 karibuni kwa na alisema anatamani kuelekeza halmashauri zote zije hapa Momba kujifunza kuona namna bora tulivyoendelea kutumia matumizi kwa kubana fedha, alafu miundombinu ya jengo la utawala inakamilika. Na sasa hivi tunaendelea kusubiri tu furniture ili ziendelee kukamilishwa na kuletwa hapa, mambo yaendelee kwenda sawa sawa. Wako wengi wamekwama, lakini sisi Momba huku ambako tunasafirisha bidhaa za madukani kwa gharama kubwa, wao wanachukua hapa tu mita kadhaa wanachukua, lakini sisi tunasafirisha kwa gharama kubwa, lakini tumeweza kufikia hatua hii tulionayo. Makofi kwa Rais Samia, makofi kwa wakurugenzi na watumishi wote, makofi kwa mkuu wa wilaya. Maana bila mkuu wa wilaya bila kuwepo na kusimamia pia huenda kungeweza kulega. Mkuu wa wilaya wewe, Mwandogo wewe. Serikali ya Mama Samia haijawahi kukosea, lakini ni matumaini makubwa unaendelea kumpa ushirikiano mzuri mkuu wa wilaya, kamati ya ulinzi na usalama. Sisi kama madiwani tunapokea kwa mikono miwili kwamba maelekezo ya Mheshimiwa Waziri kwamba muda wetu umekwisha fika, tunayapokea, tunayaitikia, na ndio maana tuko leo, ili kuanzia kesho hatutakuwa na vikao na wewe hapa ya baraza la madiwani. Kwa kweli tutakuwa ni ninyi tu pekee. Tutawamisi sana. Kwa kweli mkuu wa wilaya tutawamisi sana. Kamati ya ulinzi na usalama tutawamisi sana. Tukiona mpo hivyo sasa, wale walikuwa tunashirikiana nao wanakuja kwenye ule ukumbi, tunakuwa pamoja. Walikuwa hivi na ndivyo tutakapokuwa tunawaona. Sasa msio mnaacha kutupita. Maana sasa msio mnatupita. Maana sisi ni wenzenu wale tuliokuwa tunashiriki pamoja. Na tutakupa